Kinachoharibu vijana sasa hivi ni makundi wanaokutana nayo. Kwa sababu unakuta kwenye maisha halisi kijana hataki kuishi maisha halisi aliyotoka nyumbani kwao. Akija huku hivi anaanza kufuata mikumbo na magrupu. Kwa au magrupu nahisi ndio wanaweza kuwasababishia vijana washinde kukumbuka hali halisi ya maisha ya nyumbani kwao kutoka kule walikotoka. Unakuta mtu ametoka labda huko Kigoma, wametoka Shinyanga. Na kwa wakati mzuri tunajua kwamba vijana wanaotokea mikoa mbalimbali kuja mikoa mingine au wanakuwa wapambanaji sana. Lakini mimi nahisi magrupu wanaokutana nao ndio wanaoharibu. Hivyo basi yani mimi au wewe kama kijana yatakuwa ni wakati wa upambanaji wetu tuendeleza mira yetu iwe ni kufikiria mahali tulipotoka. Mahali tulipotoka, ukifikiria mahali ulikotoka, familia yako inaishije na mazingira yako huko nyumbani yakoje, yani iwe kupambana kwako inakuwa ni jambo la muhimu. Lakini wengi wetu tunaharibiwa na magrupu na makundi tunaokutana nayo. Bwana, hii kama kijana bwana, tusisahau jamani, wengi tunakuwa na yani mood kubwa sana ya ugenini kupambana. Kufika huku tunajisahau jamani. Weka mbali na comedy, leo tunaona tuzungumze na vijana. Yani kile kutoka nao kule huku si ndio uje nao nguvu ile, si ndio? Yani nguvu uliotoka nao kwenu, kwa sababu wazazi wanapokuondoka wanatamani utoke huko kwenu utakapoenda kupambana urudi na kitu. Lakini vijana wengi katika harakati zao za upambanaji wao pia inahitaji umakini, kwa sababu vijana wengi sasa hivi hatufikii malengo. Wengine tunapambana katika upambanaji wetu wa mgumu, wengine tunakufa. Kwa hiyo tunarudi nyumbani hatujafanya kitu chochote, tunarudi kama mwili tu na sio kitu chochote. Hiyo inaumiza sana, kwa sababu tulikuwa na wanaitu wengi sana walikuwa na wapambanaji, sema ndio hivyo. Lakini kikubwa tu yani tuepukane na magrupu haya ambayo yanashindwa kutushauri vitu ambavyo ni vya muhimu na vitu ambavyo ni vya uhalisia, kwa sababu kila mtu anajua maisha halisi ya nyumbani kwao.